Hallelujah. Hallelujah. Greet your neighbor on my behalf in Jesus' name and tell him hi. Salamia jirani wako mwambie hi. We appreciate God this day. Amen. We appreciate God who has done us great. Amen. Amen. I want to delve very briefly. Look. I would like to delve very briefly into what my brother and teacher of the word, Wycliffe, Reverend Wycliffe. Mjakazi wa Mungu Wycliffe. God bless you so much. Mungu akubariki sana. I'm called Ericolo. Naitwa Ericolo. CHTC. God bless you for coming. Mungu awabariki kwa kukuja. I'm blessed to have my wife here. Ninafurahi niko na mke wangu hapa. She is coming on stage. Appreciate her for that. Ndiye anakuja kwenye stage. Thank you very much all our members. Asante sana nyinyi wote. Thank you the leadership. Asante viongozi. For Christ Fellowship International. Christ Fellowship International. Thank you the leadership. Asante viongozi. Of our CHTC for joining us here. Viongozi wa CHTC kwa kujumuika nasi. Our chairman is down there. Mwenyekiti yuko pale. He will be ministering after me in a short while. Atanena baada yangu. Just a brief. Kwa ufupi. I want to go deeply, briefly onto what Reverend was speaking about. Nitanena kwa undani kwa kile Reverend alikuwa ananenea. That is the leadership. Kuhusu uongozi. I've looked at the crowd. Nimetazama umati. I've seen those who are born again. Nimeona wale ambao wameokoka. So it's a matter of teaching. Ni kufundisha tu. Teaching the word. Kufundisha neno. So that we understand. Ili tupate kuelewa. There is an essence of teaching for understanding. Kuna hali ya kufundisha ili tupate kuelewa. Teaching for understanding. Kufundisha ili tuelewe. Enables a church to grow. Inatuwezesha kama kanisa tukue. Amen. Amen. So we teach for understanding. Tunafundisha ili tupate kuelewa. Not teaching to understand, but teaching for understanding. Kufundisha ili tupate kuelewa. So the Reverend was speaking about leadership. Kohani alikuwa na nenea uongozi. And he touched various aspects of leadership. Tena aliguza mahali pengi. So I will really just delve into different styles of leadership. Then I will just close. Nitanenea aina mbalimbali baadaye nitafunga. Before I close, I will call the chairman to do some brief. Baada ya kumalizia nitakaribisha mwenyekiti wetu ili amalizie. And one thing which I captured in the training, in the teaching seminar. Jambo moja ambalo nilipata kwa semina. Is the use of examples. Ile kupitia mifano. That examples are very important so that you can remember for a long time. Mifano inatumika ili upate kukumbuka kwa muda. So what leadership is all about. Ile hali ya uongozi ambayo imejumuishwa. It's not even important. Si ile ina maana. What is important is the demonstration of the styles of leadership. Ile ya maana ni kuonyesha kila aina ya uongozi. But in real sense we have different types of leadership. Kwa hakika tuko na uongozi wa aina mbalimbali. Leadership can be described as having influence over others. Uongozi ni ule kukuwa na kuongoza watu. But how you influence others? Jinsi gani utaonyesha uongozi? That will matter. Hiyo ndio italeta maana. And it will show whether the church will progress or not. Itaonyesha kanisa itakuwa ama la. Amen. Amen. I want you to lift your hands. Hebu inua mikono. As you say amen. Ukisema amen. So we have a democratic type of leadership. Tuko na a democratic type of leadership. We have laissez-faire. Hiyo ambayo amesema. We have autocratic leadership. Tuko na autocratic leadership. We also have servant leadership. Tena tuko na servant leadership. Those are just some few. Hayo ni baadhi yao machache. Because some others are also available. Kuna mengine ambayo iko. The one we call transactional leadership. Kuna ile ambayo inaitwa transactional. Transactional leadership. Transactional. Then transformative. Ile ya kuleta mabadiliko. Amen. Amen. Let me begin by what we call transactional leadership. Wacha nianze hiyo ya transactional. And my brother will correct me in case there is a mismatch. Tena ndugu yangu utanirekebisha kama kuna kutoeleweka. A transactional leadership katika hiyo hali ya transactional. It's a leadership with appreciation. Ni uongozi ambao iko na shukrani. Appreciation takes form of the leadership style.
Shukrani inakuwa kati ya hali ya uongozi. So whatever you do, Kila kitu ambacho unafanya, what do you get? Unapata nini? After preaching the word, Ukishahubiri neno, have I been given something? je, nimepata kitu? After singing, Baada ya kuimba, what am I getting out of singing? je, kuna kitu napata baada ya kuimba? Amen. Amen. I think that one will be conflicting with some of us, but I would like I will simply just go with it. Pengine tagonga wengine wetu, lakini nitapata tu kueleza. That is now teaching for understanding. Hiyo ni kufundisha ili tuelewe. When a preacher Kama mhubiri preaches the word, anahubiri neno, deliverance will be done, ukombozi utakuwepo, and miracles will happen. tena miujiza itapatikana. Because the Lord respects His word. Maana Mungu anaheshimu neno lake. Now, at the end of it, Mwisho wake, the preacher may decide mhubiri anaweza amua that I want to see what I am given. ya kwamba nataka nione ninapata nini. I am given 10,000. Nimepeana 10,000. That one is not commensurate with what happened in the field. Haijalinganishwa na ile imetendeka What uwanjani. happened in the field is not the same to 10,000. Ile imetendeka hizi linganishwa na You can't compare it to what happened in the field. Huwezi linganisha na How ile my God imetendeka. used me, Jinsi Mungu wangu amenitumia, that's not enough. hiyo haitoshi. Amen. Amen. Kaka nyasayo tiyo koda cha. Jinsi Mungu ametumika nami, Okinyal miya 10,000. siwezi pewa 10,000. Aduoko. Nitairejesha. Aduoko. Nitarejesha. Nyaka umiya 50,000. Lazima mnipatie 50,000. Majapa ma deal goma licha. Jinsi nimepambana na uwanja. So when a leader embodies that type of leadership, Kiongozi akichukua hiyo hali, ato wer matin, ukiimba kidogo, wer achiel. ameimba nyimbo moja. Ngono, aworo ngono ni imiya 5,000. Mano jatelo imiya 5,000. Mani wero wer mamit kawuono. Ochako wero wer machielo, ochaki tero machielo, ochaki imiya 5,000. Kotie kito oyudo 60,000. Mangiso niya, you are doing what is you are telling us that what you do, you are doing it for the sake of finance. Kila nyimbo unalipo inaonyesha unafanya kwa ajili ya fedha. And when a leader embodies that, Kiongozi akichukua hiyo hali, okidhi mabor. hautaenda mbali. Amen. Amen. Kanisa makaji obede to ji chiemo. Kapo ko ku chiemo to chiengno kanisa kawuono okwadhi kanisa nikech okwa chiemo. Kanisa ba watu wakiwa lazima Maja wakule. Nyasaye tiyo ng'eyo ni nyaka ka gibiro kanisa nyaka gichieme kanisa chieng' Jumapil. Ka ok gichiemo to next time ok gichak giduoge kanisa, gidhi kanisa machielo nikech transactional ok otimore. Wajakazi wa Mungu wamejua kija lazima wakule, kama hakuna chakula wanaenda kwingine. Wan kanisa wakanye tiyo chieme tiyo adhi mana kanisa pendi kache kama chieme kache kama mogo nitie kwasi chiemo to wadhi dala kwa yieng mane kanisa modhi chiemo. Transactional aspect of leadership ok ter kanisa mabor. Kanisa yetu siku hizi tukule, tupewe unga, tupewe pesa, siku hizi tuendi. Kama ni uongozi wa hali hiyo, hatuendi mbali. A leader must understand the style of leadership that he wants to make as an embodiment. Kiongozi lazima elewe ni jinsi gani ataendelea nayo mbele. Amen. Amen. That will sustain the church. Ili ipate kukuza kanisa. So that style is transactional. Hiyo hali ni transactional, kubadilishana fedha. Me hata mi. Unipe nikupe. Ka kula yalo kama tek. Sasa jinsi anahubiri. Apuonjo. Anafundisha. Katieko. Akimaliza. Ka kumiya 50,000. Ok chal gi gima na puonjo. Kama mjanipatia 50,000 hailinganishwi na ile nilikuwa nafundisha. Ma lesson malich pechalo kama dango wewe nono. Ma lesson malich. Ma lesson manya kwa leno yalo malich. Dango wewe kwa leno odhi kata gisel mano transactional jatinye sahi. Hiyo fundisha ambayo amepata ya ajabu, kama hamjampea kitu, hiyo ni hali ya kubadilishana kifedha. So jatelo nyalo tiyo gi style no. Kiongozi anaweza tumia hiyo hali. Kanisa makamano nyalo biro kanisa mupong kabisa. Kanisa kama hiyo ni zaja So zaidi. at the end of it, there's nothing that is coming from that church. Mwishowe kuna wema ambayo itatokea. Mano kanisa ma okinyalo chung mutegno kawe achu biro matek. Hiyo ni kanisa ambayo simama imara kama kuna jambo ngumu. Kawe chiyamo moro biro matek to kanisa no barore makatira gi yie. Kama dhoruba imekuja itaanguka Nikech kubali. nogere kuom gik mimiyo ji. Maana ilijengwa kwa yale Mimi wanapewa. nogere kuom mogo. Ilijengwa kwa unga. Mogo. Unga. Kod mo. Pamoja na mafuta. Ng'ato winjo kanyo. Unasikia pale. Fwana kama kiwinjo. Peperusha kama unasikia. Yesu wacho niya. Yesu anasema. Jomoko no winjo wachno to wachno noko donjo nigi matut no chalo kalo ogede wi kuoyo. Wengine wakasikia neno kana kwamba iki waingilia kama walijenga kwa changarawe. Amen. Amen.
To wach no moro be donjo kamalo ne bere mano donjo mosikore motimo bedo gimoro. Wengine wakaingia mchanga wema wakakuwa zaidi. Style mani leadership mitiyo go e kanisa. Unatumia uongozi gani kanisani? Koso kwa biro kada kiyoru ka to wayiro ka kanisa pong. Ka kwa tiyo ko to waneno ka jatich Nyasaye director o kelo gari mar teng kare kanyo nitie peremende mondo ikne ya godon. Kuri mi to kanisa pong madhano bed mang'eny ma to ka kiny wach moro timore ni to kanisa no kata ngada di. Je, hapa Kioro mnapewa vitu na director wanapewa peremende na kesho jambo ikitendeka hamuko. Number 2. Jambo ya pili. Ade matin tarwa ko chairman. Nge chairman no nyaka rwake nikech onitie kaka wan kode tena pamoro wak beka kode. Number 2 is autocratism. Autocratic style of leadership. Hiyo hali ya uongozi. Mano kole madanyono matin nikech ene mabete chando wa kanisnigi. Nitakanyagana kidogo maana inatusumbua katika makanisa. Autocratic stroke dictatorship. Amen. Otenore autocracy gi dictatorship gi nyithind ng'ato achiel monyuol gi 100 e ot achiel. Dictatorship ile jinsi umesema ndio imekuwa katika familia moja. Nyinge mopogore kaka koro ino nyango gotieno to wayo od minu ena achiel. Koro ena the same thing it is the same thing. Autocracy to gi dictatorship. Autocratism na dictatorship ni jambo moja. Ma kama koro jatelo. Sasa hapa kiongozi. Kato bed mama kanisa mi wuoyo kuomeja. Hata wewe makanisa jinsi walitufundisha. Kaka wacho na en. Jinsi amesema ni hivi. Asewa. Nimesema. Kidu akelo mari. Kama unataka kuleta kidu yeye ni wana mwanachao kanisa. Kubali sisi ndio tuanzilishi. Wana mwanachao kanisa. Sisi ndio waanzilishi wa kanisa. Ndalo mani nyolo. Ile siku alinunua ardhi. Remo no kayo wa. Damu ilituuma sana. Ndalo mani nyolo. Wakati tulinunua hii ardhi. Hilo ni akanyi mikelo pachikani. Wewe ulitoka hapo unaleta wazo lako. Kaka sawa. Jinsi nimesema. Mali lunde autocratic. Hiyo ni autocratic. The dictatorship style of leadership. Hiyo ni dictatorship hali ya uongozi. Nitie kamiti kode. Kuna mali wanaitumia. Nitie kamiti dictatorship. Kuna mali wanaitumia hiyo hali. To generally sasa kwa it is not the correct style of leadership. Si hali wema ya kuongoza. Kaka bisopo wache mano final. Jinsi askofu amesema ni final. Amen. Wadi lamo ndalo 40 to kaka walamo no. Watieko to wachimo polo direct. Tunaomba siku 40 maliza ni mbinguni direct. Sakaola. Hiyo ni shakahola. Hiyo ni shakahola. Ili polo direct. Bisopo wache. Unaenda paradiso direct. Mano leadership man. Hiyo ni uongozi aina gani? That style of leadership. Hiyo hali ya uongozi. Nobody is allowed to question. Hakuna yule ameamuliwa kuuliza swali. The decision that has been made. Ile uamuzi wametoa by the leader. Na uongozi. The leader has absolute and immense powers over the subjects. Kiongozi akona nguvu yote kati ya washirika. Whatever he says is final. Ile amesema ni ya mwisho. Amen. When he says left, akisema iwe, no matter what is going to happen in that direction, hata nini itatendeka kwa hiyo that doesn't matter. Haijalishi. What matters he has spoken. Ile inajalisha kwamba amenena. So the autocratic style, katika hali ya kutoa maamuzi, the subjects have no power to question. Washirika hawana hali ya kuuliza maswali. The direction and the decision of the leader. Kuelekea na nini watafanya. Amen. Reverend Wycliffe, where is it important? There is a scenario where autocratic leadership is important. Mkohani ni wapi ambayo ni wema? Kuna hali. This is teaching for understanding. TFU. Hii tunafundisha ili tupate kuelewa. Amen. Where questions and answers are subject of the Amen. Maswali na majibu yanapatikana. Tell me where autocratic leadership or dictatorship is important. Ni wapi just in a simple way. Tumia hiyo hali ya uongozi au dictatorship. Amen. Jatelo man ka ere kaminya tie gi dictatorship. Kiongozi ambaye yuko hapa unaweza tumia hali wapi? Maoko keto kanisa. Bila kuharibu kanisa. Ndio gi dictatorship. Unatumia hali ya kumwamuzi yako ndio inafanya kazi. Mie microphone. Peana kipaza sauti ili tupate jibu. Amen.
ngama kao microphone kaka microphone kiki chandi. chukua tu All kipaza answers sauti. are correct. All answers are correct. Majibu yote ni All sawa. answers koni aneno ka ji winjo gini. Koni ji winjo gini kabisa. Hapo wanaielewa kabisa. Ngano microphone ngisi. Where do you think autocratic leadership or dictatorship is very useful? Ni wapi unadhani hiyo hali ya uongozi ya kutoa maamuzi yako ifanye kazi ni wema? Koso dictatorship ni ko oracha kabisa makoro orach kabisa orach. Ama dictatorship ni mbaya zaidi. Amen. Telo mapachi ma mondo tini onyalo tiyo kanye. Tenda goko ni. Onyalo tiyo kanye. Onyalo tiyo e yodi oke church. Anasema inaweza tumika kwa nyumba yako bali si kanisani. Answer nini usko. Duoko duto te gin kare. Ne wasewinjo puonj mo okalo ni nitie bende kama dictator bende konye. Koro nitie ober, nitie samo bere be, to nitie seche maboko ober. Koro kanye ober kanye. Kijana kawa the time. Koro waduoku. Wacha ni wajibu. There are certain instances, Nitie okenge moko, scenarios okenge moko where decisions are to be made very fast. ma akelo paro nyalo biro piyo. That we don't need to collect the views of people. Kendo konego wachok paro mag So that jomoko. the decision can be of importance to the church. Mondo paro mokel okony When kanisa. decision is required very urgently, Kidwaro maamuzi piyo piyo, considering the importance of the decision, koluwo kuom ber ma paro no then kelo. dictatorship is important. Kendo dictatorship nyalo bedo maber. Wanuo kanyo mondo kata winji. Wacha nijibu pale. Anuo Kiswahili. Amen. Kama kunayo Kanitie sababu ambayo inatakana dharura gima dwarore mapiyo piyo ambayo itafaidi kanisa, mabiro kelo ber ne kanisa, then dictatorship ni important. tendago kono nyalo bedo maber. Ngado winjo kanyo. Je, unapata pale? You don't need to go and call the conference Okiluongu mati so that you can execute a decision which is very urgent. mondo ikel paro maber manyalo konyo. That decision, Paro mikelo it is no upon the leader ene wi to jatelo take a sound decision to ensure mondo kel paro maber, that an issue is sorted out within the shortest time possible. mondo kel suluhisho maber e sama owinjore. Ngado winjo kanyo. Unasikia pale? Too much for dictatorship. Amen. There is what we call now the third one being democratic. Hali ingine ni ya democratic. But let me go to laissez-faire. I leave democratic, then I'll get to and conclude with democratic. Then I welcome my chairman. Acha nimalizie. Laissez-faire. 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 That is the example that was given here. Ishara ambayo ilitolewa hapa. There are 4 people. Kuna watu wanne, They are important. ni wote ni But wema. others are saying, Wengine wanasema if the initiator is not going to do the work, kama mwanzilishi ataanza kazi, I don't care what will happen. sitajali nini The tatendeka. leader is freestyle. Kiongozi ako freestyle. What he's doing Ile anafanya doesn't concern him. haijalishi. Whatever happens, Ile imetokea, that is now there's no concern. hajali. Laissez-faire. Hiyo hali ya uongozi Okochuna. hainijalishi. Kajo praise okwer mako okochuna. Hata waimbaji wasipoimba sijali. Kada choku okotimore maber kako leko timne okochuna. Hata mkutano ijatokea wema sijali. You are in a free mode. We uko You katika are in free mode. a freestyle. Uko freestyle. How you operate, Jinsi unafanya kazi, even yourself you don't understand. hata we mwenyewe uelewi Whatever happens, ile ambayo inatendeka. let it take its course. Wacha itendeke. It is not a matter to me. Hainijalishi. That leadership, Hiyo hali ya uongozi, is it important? Is it in the interest of the church? je, itasaidia kanisa? Amen?
Amen. A leader gets things done. Uongozi anakuwa na msimamo. Gets things done. Anafanya vitu inatendeka. And leadership. Katika uongozi. Because you have influence over. Maana anaonyesha uongozi. And how you manage the influence. Jinsi uongozi wako Will unatokea. give us the success or the failure of that style of that organization. Itafanya iende vizuri ama yanguke hiyo. When you want to exert the laissez-faire leadership, kama unataka ukuwe na laissez-faire uongozi, you must understand to which context do you want to exert the laissez-faire. Lazima ujue uko katika hali gani. Normally we don't use that one in churches. Mara nyingi hatuitumii kanisani. Churches we have what we call the democratic style of leadership. Kanisani tuko na democratic style of leadership. Democratic. Ile unatoa mawazo yako, natoa mawazo yangu na tunaendelea. But because the church, kwa sababu kanisa is what we call a conglomerate of different personalities, ambayo imekusanya watu tofauti, they have their different views of action. Wako na hali ya mtazamo tofauti. How they look at a particular issue. Jinsi wanatazama jambo. They can come together. Wanaweza kuja pamoja. And look at the best interest of the church. Waone wema wa kanisa. In a manner that will give the interest of the church superiority. Katika hali ambayo italeta uongozi wema wa kanisa. In that approach of gathering the decisions, wakieka mawazo pamoja, we are talking about the democratic aspect. Tunanenea democratic. That whatever I'm saying, ile ambayo nasema, I cannot execute it solely. Siwezi ifanya peke yangu. I will consult. Nitaenda niulize mwingine. I will consult my brother. Nitauliza ndugu yangu. I will consult the secretary. Nitauliza mkarani. I will consult so and so. Nitauliza fulani fulani. Then we get the exact point. Then tunakuja kwa the appropriate way of solving a problem. Na hali wema ya kuja kusuluhisho. Amen. Amen. Kanyekoro kataka in mama kanisa. Hapo hata ingawa ni mama kanisa. To ichoke jomoko wadate moko bedo go piny. Nachukua kina dada fulani unakita na uchi. Biro. Jambo imekuja. Adwa ni watime nango. Tuifanye jinsi gani? Ngane gol pachi. Fulani toa wazo lako. Kwa golo pachi waduto te. Tukitoa wazo letu. Wayudo kama okete wachno. Tunapata mahali pa kuweka hiyo jambo. Amen. Amen. To there is a success of a church, a particular organization. Kama kuna kufaulu katika kampuni fulani. Amen. Amina. Wanyalo bedo piny. Tunaweza keti chini. Mwawach ni wadaloso chokruok machalo kama. Na tuseme tunataka tukue na mkutano kama hii. Ngato yokelo pachiki. Kila mmoja ametoa mawazo yake. Chokruok no bedo successful. Tena mkutano ikakuwa wema. Ngama nyinge biro dhi. Nani jina lake litaenda? Ngama nyinge biro dhi. Nani jina lake litaenda? Nicho wan gi chokruok Rusinga. Tulikuwa na mkutano Rusinga. Nitijo ne ok nindi. Kuna wenzetu wako wanalala. Ok nindi ke chokruok. Hawalali kwa ajili ya mkutano. Mondo chokruok otimre maber. Ili ikue wema. Pachgi te. Mawazo yao yote. Ngimagi te. Maisha yao yote. Negitiyo ne chokruogno. Walitumika kwa ajili ya mkutano. Magitimo plan te. Wakaeka mpango yote. Ka success no biro. Wema ilipotokea. Iwacho ni ngamo timo chokruok. Wanasema nani alifanya mkutano? Koro nitie jomoko. Kuna wengine. Mane boeka. Wako hapo chini. They are working for the Lord. Wanatumikia Mungu. And what the result that's coming out. Na matokeo yake. Gives God glory. Inapatia Mungu utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Negitiyo patek. Walitumika kwa kazi. Koro ngama nyinge dhi. Nani jina lake inaenda? Ngama nyinge dhi. Nani jina lake sasa inaenda? Chokruok mano goro Rusinga ngama nyinge dhi ni noloso chokruok maber. Mkutano ambaye ilikuwa Rusinga, nani jina lake inaenda? To bishop ne odhi okelo nyaka gigi. Bishop no odhi nyiewo nyaka dhiang' chir sindo. Je, askofu alienda kanunua ng'ombe sindo? Ngato winjo kanyo? Je, mtu anaelewa pale? Jatelo kato nyap. Kiongozi hata kama ni mwembamba. To obiro included in decision making. Anawekwa katika hali ya kutoa mawazo. In the democratic aspect. Katika hali ya uongozi unatoa mawazo yako. At the end of the day. Na mwisho wa siku. The success. Matokeo mema. Amen. Amen. That organization is successful because nitie jomatimo democratic approach of leadership in that church. Inaendelea vizuri maana kila mtu ameruhusiwa kutoa wazo lake ili endelee vizuri. Department ni jatende. Kila idara iko na kiongozi. Jatelo ka jatelo nyaka understand. Kila kiongozi lazima aelewe. The father of knowledge. Si yeye ndio baba wa ujuzi. Nyaka understand. Lazima tuelewe. There is need for varied points. Kuna yale mtu anatoa mawazo yake. When it comes to decision making. Ikuja katika hali ya kutoa mawazo. Amen. Amina. Decision making.
katika hali ya uamuzi It's a very important aspect. ni hali ambayo ni ya maanisha sana. When the leadership is participatory, Kila kiongozi akiwa na there hali is ya an kuwa, element of ownership of the decision. kuna hali ya kuifanya iwe yako ile maamuzi, Ownership. unaichukulia yako. Secretary biro yie ni kanyo na gitimo. Karani atakubali Mama kanisa biro alifanya, yie ni kanyo na dhi maber. mama kanisa atakubali alitenda wema, Jalup secretary biro wacho ni wambende wange wachno. mfuasi wa karani atasema alikuwa Ko mmoja wa jatelo hapo. kudong gi bade na chiele wiye. Sasa kiongozi abaki na jukumu Nekech peke ji yake, mang'eny noseketo mong'eyo mowinjore magi winjore gi mondo ogidhi gitim. maana wengi walikubaliana ya kufanya. So the approach monego tim Sasa ile ya hali ya kuchukua hatua mitimo ko leadership ya kuchukua uongozi is democracy. ni hali unatoa wazo lako na mimi natoa democracy. Nitie moro madong kanyo. Kuna ingine ambayo inasalia Iluongo ni servant leadership. ambaye ni hali ya utumishi. Servant. Servant. Who is a servant? Mtu mjakazi ni nani? Koro waluongo bishop Makachani iluongo ni bishop. Waluongo ni mondo bigol gumo wuothe ni dhi ket wako ka. Sasa askofu, hapa tunakuita utoe hii ngazi uweke pale. Wadwa gini. Wadwa ka gini, wadwa ka. Tunaitaka upande mwingine. Koro waluongo bishop mondo gole. Je, tunaitisha bishop ili aje aitoe? Which mano leadership mar servanthood. Hiyo ni How uongozi. do you understand servanthood? Unaielewa jinsi gani? Mano question. Hiyo ni swali. Reverend ile bado ndoka ininge ni lecture wadwa theology. Wenindo ile bado ndoka penjo. Wewe ndio utanisaidia kwa hii swali. Ine ya theology wadwa bika. Ya agine ni chiwo acha ni bishop wadwaro gini ka gini wadwaro mondo gole ka to kete ka ko luongo bishop mondo bi okaw gini ka okete ka. Is that servanthood? Je, hiyo ni hali gani? How do you understand? How do you interpret servanthood? Unaielewa jinsi gani? Jesus was a servant. Yesu alikuwa kama mjakazi. No you at mama moro gi mo. Akapaka mafuta ule mama. Now timore the least among the equals. Alijiweka chini kwa wale wote. Servanthood. Hali ya utumishi. Toboni tie joma kontie ya. Kuna wengine Mado koro gera inya. hii sasa ni kali. Soda mit ne bishop to nyathi kanisa to rache ne okech. Ne nyathi kanisa. Soda ni tamu kwa askofu, lakini katika mshirika inakaa chungu. Abago teko. Na sifu nguvu. Kama hii nitie ino kone ma soda mokwongo nyathi kanisa. Bishop mokwongo imi soda. Askofu wewe ndio unapewa soda. Nyathi kanisa miuru gine ne tiere imo maneno kiuso igotieno maliet mokede. Mshirika mpatieni maji. Okete pilo. Maji ya pilipili. No me to bishop to kelne soda okelne Del Monte. Askofu amepewa Del Monte. How do you understand? How do you interpret servanthood? Unaielewa kwa hali gani? Servanthood. Umenanga to microphone koro. Amen. Kejati eko neke kak servanthood, yes. Amen. Hallelujah. Yes. Is a modeling leadership. A modeling leadership. Yes. Modeling leadership. That is acceptable. Modeling leadership. Wewe ndio unaonyesha ile watu wanapaswa kufuata. I'm trying to locate. I'm doing what you call lossy. I'm doing a lossy. I'm trying to locate the modeling aspect. Yes. Someone else. Mwingine? Someone else. Servanthood. Uongozi ambao wewe unatumika. Not very common, yes. Mwingine yuko pale. You lead by example. For instance, you want them to do something, then you first of all show by involving yourself, then they do what you're doing. Good. Leading by example. Let us appreciate them for their... Ni kuongoza kwa mfano. Mane madwa tieko kode kich sare no kama wanga. Mina belma ni gigi moro ka wach moro ni ga okadwa ngamo dongi wach ne moro because we are in a lesson, we are in a classroom setup. Tunajifundisha, sitaki mtu asalie na jambo. Servanthood leadership. Hali ya kutumika. Hapo nyuma. According to my opinion, I think servanthood is living to appreciate others or living to benefit others. Living to demonstrate others,
Leading to appreciate others. hali ya kushukuru wengine. All answers are correct. Majibu yote ni sawa. Marks ndio different. Marks ndio itakuwa tofauti. So a servant leads by example. Kiongozi ambaye anatumika anaonyesha mifano. Iko la chiel mara par. Wanatoa fungu la 10. Ito kigol. Wewe hautoi. Tini be mikaso malich. Wewe ndio umekaza kabisa. Aneno kaka ni chiel mara par gore pin. Naona fungu la 10 inaanguka. Ok jiti. Watu wafanyi kazi. To king'io register ma nyingi. Wakaangalia orodha ya jina. 00000 nyaka 2. Ni 0 hadi mwisho. Total is 0. Tena kujumuisha ni 0. Mano be are you a leader? Je, wewe ni kiongozi? A leader lead by example. Kiongozi anatoa mfano. Why you are called a leader, you are at the forefront, then the rest are following you. Naitwa kiongozi maana uko mbele na wengine wanakufuata. So you must be an example in everything. Lazima ukuwe mfano kwa yote. The Bible says, Biblia inasema be an example kuwa mfano in even speech, katika kuongea. in the way you conduct yourself, Jinsi unatenda in maneno yako all aspects, kwa hali yote. that people may not find any fault within you. Wasipate upungufu kwako. Amen. Amen. Be the example. Kwa mfano, Kaki wuoyo, jinsi unanena, kaki chiemo, jinsi unakula, kaki wuotho, jinsi unatembea, kaki rwakori, jinsi unavalia, mondo kik ng'ato ili mtu yudo kama yudo go blame kuomi. asipate tashwishi Kaka kwako. jatelo, Kama kiongozi nyaka ibed example. lazima ukuwe E mfano gimoro amora mitimo. kwa chochote unafanya. Example. Mfano Nyaka itiyo ne Nyasaye. hata kutumikia Nyaka Mungu. ibed example. Lazima ukuwe mfano. Nyaka ibed motelo. Lazima umeongoza Kuom wach mibedie jatelo kwa no. kila jambo That is unaongoza. when you are a leader. Hiyo ndio itaonyesha ni A leader kiongozi. who is leading from the behind Kiongozi ambaye ako nyuma is not a good leader. yeye si wema. Hallelujah. Haleluya. Ng'at ma udong' mana chien Yule anabaki tu nyuma. ka ji dhi e chokruok Watu wakienda mkutano, en ogojwa. yeye ako kwa Mano karata. mama kanisa. Yeye ni mama kanisa. Mano jatend joloko. Yeye ni kiongozi wa tafsiri. Amen. Amen. In jatend joloko. Wewe ni kiongozi wa tafsiri. Igo gimiko moro mikete kite. Iketo kiti kama tikwanye tiringi dhi koni tibolo. Mari ajwa. Iketo. Moro biketo ni. Iketo pote apata. Iketo. Kanyi misike. Wewe uko katika mchezo ya karata. Chokruok to sechakore. Mkutano umeanza. Mano be, that is not a leader. Huyo si kiongozi. That one should be demoted. Huyo anafaa shushwe chini. Koro kanyo demokrasi koro onge. Sasa hapo demokrasia Kanyo yuko. koro autocratic kanyo tiye nikech koro igol immediately. Sasa autocratic inatumika maana utatolewa upesi. Mi wachi ni an kanisa na wenu. Hadi useme nimeacha kanisa. Wenu kanisa no. Nimeacha hiyo kanisa. Ana jatelo taneno awenu. Mimi ni kiongozi nimewacha. Kiweyo kanisa. Ukiwacha kanisa, Nyasaye kelo ji abich. Mungu analeta watu watano. Mabiro tiyo ne kiwango mopogore manitiye cha. Tawafanyia kazi katika kiwango kukuzidi. Wawach gini kisongo mondo winje maber. When you resign from the church, Ukiwacha kazi ya kanisa, because you have been demoted, maana umewekwa chini, the Lord shall bring 5 more Mungu ataleta watano who are wengine going to serve in a higher capacity ambao atatumika zaidi than the way you are serving. jinsi ulikuwa unatumika. Amen. Amen. Because Kwa sababu God is not a respecter Mungu aheshimu of people. wanadamu. God is not a respecter of persons. Mungu aheshimu wanadamu. A servant. Mtumishi. That's why God is saying, Ndiposa Mungu anasema, my servant Moses has died. mtumishi wangu Musa amefariki. Why do you think God was calling Moses as his servant? Kwa nini Mungu akamtaja Musa mtumishi wake? Atieko kawachenia. Ninamalizia nikisema, One thing you have to accept. kitu moja ambayo unapaswa kukubali. God called Moses his servant. Mungu akamtaja Musa mtumishi wake. Because Moses, Kwa sababu Musa at every distance he was making with God, katika hatua alikuwa anapiga na he Mungu. was requesting for the presence of God. Alikuwa anaitisha uwepo wa Mungu. And he said unto me, Akasema kwangu, if thy presence shall not go with me, kama uwepo wako utaenda we nami, shall not go. hatutapata kwenda. Hallelujah. Haleluya. If thy presence Kama uwepo wako shall not go hautaenda with us, na sisi, we shall not go. hatutapata kwenda. That is Moses. Huyo ni Musa. Amen. 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 Amina. That is Exodus 33. Hiyo ni Verses Kutoka 15. 33:15. Mane do kaka tiko thim.
jinsi hiyo nimeimaliza mada kuu. Go lweti matek. Hebu piga mkono wako kwa I nguvu. want to invite my child. Askofu, wewe ndio unapewa somo. Nataka kanisa miuru gine tiere imo maneno kiuzo igotieno maliet mokete. Mshirika mpatieni maji. Okete pilo. Maji ya pilipili. No me to piece of okele soda, okele Del Monte. Askofu amepewa Del Monte. How do you understand? How do you interpret servanthood? Unaielewa kwa hali gani? Servanthood. Umenanga to microphone koro. Amen. Kejati eko neke kak servanthood, yes. Amen. Hallelujah. Yes. Is a modeling leadership. A model Modeling leadership. modeling leadership. Yes. Modeling leadership. That is acceptable. Modeling leadership. Modeling leadership. Wewe ndio unaonyesha ile watu wanapaswa kufuata. I'm trying to locate. I'm doing what we call lossy. I'm doing a lossy. I'm trying to locate the modeling aspect. Yes. Someone else. Mwingine? Someone else. Servanthood. Uongozi ambao wewe unatumika. Not to Benicon, yes. Mwingine yuko pale. You lead by example. For instance, you want them to do something, then you first of all show by involving yourself, then they do what you're doing. Good. Leading by example. Let us appreciate them for their... Ni kuongoza kwa mfano. Mane madwati kokode kiche sare no kama yawanga. Mina belma ni gigi moro ka wach moro ni ka okadwa ngamu dongi wach ni moro because we are in a lesson, we are in a classroom setup. Tunajifundisha, sitaki mtu asalie na jambo. Servanthood leadership. Hali ya kutumika. Hapo nyuma. According to my opinion, I think servanthood is living to appreciate others, or living to benefit others. Living to demonstrate others, leading to appreciate others. Hali ya kushukuru wengine. All answers are correct. Majibu yote ni sawa. Marks ndio different. Marks ndio itakuwa tofauti. So a servant leads by example. Kiongozi ambaye anatumika anaonyesha mifano. Iko la chiel marapar. Wanatoa fungu la 10. Ito kigol. Wewe hautoi. Tini be mikaso malich. Wewe ndio umekaza kabisa. Aneno kaka ni chiel marapar gore piny. Naona fungu la 10 inaanguka. Ok jiti. Watu wafanyi kazi. To king'io register ma nyingi. Wakaangalia orodha ya jina. 00000 nyaka 2. Ni 0 hadi mwisho. Total is 0. Tena kujumuisha ni 0. Mano be are you a leader? Je, wewe ni kiongozi? A leader lead by example. Kiongozi anatoa mfano. Why you are called a leader, you are at the forefront, then the rest are following you. Naitwa kiongozi maana uko mbele na wengine wanakufuata. So you must be an example in everything. Lazima ukuwe mfano kwa yote. The Bible says, Biblia inasema be an example kuwa mfano in even speech, katika kuongea, in the way you conduct yourself, jinsi unatenda in maneno yako all aspects, kwa hali yote, that people may not find any fault within you. wasipate upungufu kwako. Amen. Amen. Be the example. Kuwa mfano, Kaki wuoyo, jinsi unanena, kaki chiemo, jinsi unakula, kaki wuotho, jinsi unatembea, kaki rwakori, jinsi unavalia, mondo kik ng'ato ili mtu yudo kama yudo go blame kuomi. asipate tashwishi Kaka kwako. jatelo, Kama kiongozi nyaka ibed example. lazima ukuwe E mfano gimoro amora mitimo. kwa chochote unafanya. Example. Mfano Nyaka itiyo ne Nyasaye. hata kutumikia Nyaka Mungu, ibed example. lazima ukuwe mfano. Nyaka ibed motelo. Lazima umeongoza Kuom wach mibedie jatelo kwa no. kila jambo That is unaongoza. when you are a leader. Hiyo ndio itaonyesha ni A leader kiongozi. who is leading from the behind Kiongozi ambaye ako nyuma is not a good leader. yeye si wema. Hallelujah. Haleluya. Ng'at ma udong mana chien Yule anabaki tu nyuma. ka ji dhi e chokruok Watu wakienda mkutano, en ogo ajwa. yeye ako kwa Mano karata. mama kanisa. Yeye ni mama kanisa. Mano jatend joloko. Yeye ni kiongozi wa tafsiri. Amen. Amen. In jatend joloko. Wewe ni kiongozi wa tafsiri. Igo gimiko moro mikete kiti. Iketo kiti kama kwanye teringi dhi koni tibolo. Mari ajwa. Iketo. Moro biketo ni. Iketo potea pata. Iketo. Kanyi misike. Wewe uko katika mchezo ya karata. Chokruok to sechakore. Mkutano umeanza. Mano be that is not a leader. Huyo si kiongozi. That one should be demoted. Huyo anafaa shushwe chini.
Koro kanyo democracy koro onge. Sasa hapo demokrasia Kanyo yuko. koro autocratic kanyo tiye ni koro igol immediately. Sasa autocratic inatumika maana utatolewa upesi. Mi wachi ni an kanisa na wenu. Hadi useme nimeacha kanisa. Wenu kanisa no. Nimeacha hiyo kanisa. Anajatelo tanero awenu. Mimi ni kiongozi nimewacha. Kiweyo kanisa. Ukiwacha kanisa, Nyasaye kelo ji abich. Mungu analeta watu watano. Mabiro tiyo ne kiwango mopogore manitiye cha. Tawafanyia kazi katika kiwango kukuzidi. Waji kisongo mona winje maber. When you resign from the church, ukiwacha kazi ya kanisa, because you have been demoted, maana umewekwa chini, the Lord shall bring 5 more Mungu ataleta watano who are wengine going to serve in a higher capacity ambao atatumika zaidi than the way you are serving. jinsi ulikuwa unatumika. Amen. Amen. Because Kwa sababu God is not a respecter Mungu aheshimu of people. wanadamu. God is not a respecter of persons. Mungu aheshimu wanadamu. A servant. Mtumishi. That's why God is saying, Ndiposa Mungu anasema, my servant Moses has died. mtumishi wangu Musa amefariki. Why do you think God was calling Moses as his servant? Kwa nini Mungu akamtaja Musa mtumishi wake? Atiko kawachenia. Ninamalizia nikisema, one thing you have to accept. Kitu moja ambayo unapaswa kukubali. God called Moses his servant. Mungu akamtaja Musa mtumishi wake. Because Moses, kwa sababu Musa, at every distance he was making with God, katika tu alikuwa anapiga na Mungu, he Mungu, was requesting for the presence of God. alikuwa anaitisha uwepo wa Mungu. And he said unto me, akasema kwangu, if thy presence shall not go with me, kama uwepo wako utaenda nami, we shall not go. hatutapata kwenda. Hallelujah. Hallelujah. If thy presence kama uwepo wako shall not go hautaenda with us, na sisi, we shall not go. hatutapata kwenda. That is Moses. Huyo ni Musa. Amen. 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 Amina. That is Exodus 33. Hiyo ni Verses Kutoka 15. 33:15. Maana ndio katika theme. Jinsi hiyo nimeimaliza mada kuu. Go with him attack. Hebu piga mkono wako kwa I nguvu. want to invite my child.